ni somo zuri sana pia litakalofanya kuna vitu utaelewa na namna ya kusimama navyo. Leo nitafundisha juu ya vitu hivi. Ni kigumu lakini chepesi pia. Leo nitazungumzia zile baraka na zile laana za watu waitwao wabeba ukoo. Watu wanaobeba ukoo. Nikisema hivyo namaanisha nini? Namaanisha kuna watu ambao walianzisha koo zenu. Kuna watu ambao zile koo zetu wao ndio walikuwa waanzilishi. Sasa, je, walipoanzisha zile koo zetu walianzisha na nini? Wakiwa na Mungu au na mashetani? Kwa uganga na uchawi ama katika Mungu aliye wa kweli? Na ndio unakuwa ni msingi. Narudia vizuri kusema, wale waanzilishi wa zile koo, nikupe siri, ndio waanzilishi wa mambo mema au mabaya kwenye koo hizo. Kumbuka, koo ni kitu gani? Ni wale watu ambao wameanzisha. Mfano tu uko hivi, usifikiri kwamba katika kila kabila lilianza tu kwa kabila hivi hivi. Makabila mengi yalikutana wakatengeneza kabila jingine. Makabila mengi watu wanafikiri yalianza kuibuka pale kwa hilo. No. Wengi walipoingiliana, walipotoka wakaenda mahali kwingine, waliunda kitu kingine, wakaitwa kabila jingine. Lakini makabila mengi yametokana na kabila jingine, wakazaliwa wengine kwa sababu ya kuhamahama. Hii ni elimu ya shuleni sasa. Nataka ili kusudi usichanganyikiwe na nazungumza hivyo. Kwa hiyo sababu ya kuhamahama, kwa lugha zile zikaanza kubadilika na kutokea makabila mengine. Sasa ndani ya yale makabila kuna watu wanaitwa wabeba ukoo, ambao hao ni wale waanzilishi. Yaani kuna mtu kabisa jina lake aliitwa Wanyakyusa Mwasakafyuka mfano. Na wao ndio wanatolea mfano leo Wanyakyusa. Mwasakafyuka. Huyo Mwasakafyuka ni mtu ambaye alikuwa katika jamii fulani. Kwa hiyo yeye akaenda akaoa mwanamke sehemu fulani, akaanza uzao wake. Alipoanza uzao wake ukaitwa kwa jina lake yeye. Kwa watu walipoendelea kwenda vizazi vitatu, vinne, kuendelea mbele vitano, jina lilosimama pale katika ile familia, katika ile ukoo, la huyu jamaa Mwasakafyuka. Kwa hiyo hata kama mmeenda cheni za aina ngapi, vizazi vya aina ngapi, lakini yule mwenye jina lile limesimama pale pale. Kwa sababu gani? Yeye ndiyo mbeba ukoo. Inawezekana hakuwa kabisa Mnyakyusa typical. Inawezekana alitoka Zambia tu. Alipoingia pale katika mji wa Mbeya, akajoin na Wanyakyusa, akajifunza lugha yao, akaijua, akaweka jina lake, akaanzisha ukoo. Familia ikaenda na ukawa ukoo mkubwa kwa jina lake. Lakini wale kuja vitukuu wanajua wao ni Wanyakyusa kwa sababu ya baba yao. Kumbe babu yao hakuwa yule Mnyakyusa wa pale, alitoka sehemu fulani akaingia hapo. Sasa huyo anakuwa mbeba ukoo. Ninaanzia hapo. Sasa ili kuwa na baraka katika huo ukoo au laana, inategemeana na huyu mtu aliyeanzisha hicho kizazi na huo ukoo ukasimama, aliweka msingi wa kitu gani kwenye maisha yake yeye kwa ajili ya uzao wake yeye mwenyewe. Nategemea aliweka nini? Nisomee Kumbukumbu 5. Tuenda kwenye maandiko kidogo. Kumbukumbu 5 mstari wa 9 na utaka. Na utaka wa 9. Na utaka mstari wa 9. Kwa sababu amri hii inaanzia mstari wa 7, lakini nataka mstari wa 9 kwa sababu nataka ndio kipengele changu, nataka kipande hicho nikione. Msomee mstari wa 9, nisomee 5 Kumbukumbu 9 mstari. Usivisujudie wala kuvitumikia. Kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni mwenye wivu. Na wapatiliza wana uovu wa baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4
cha wanichukiao. Subiri tena hapo. Anzia pale nawapatiliza wana. Anzia hapo. Nawapatiliza wana uovu wa baba zao. Hata kizazi cha 3 ndiyo na cha 4 cha wanichukiao. Unaona Umepata kitu hapo? Mungu anasema kwamba mimi Mungu kazi yangu moja ni hii. Huwa naleta mapatilizo kwa watoto. Wana ni watoto. Na hao wana wanazungumzwa hapo, unajua ni watu gani? Watoto wa kiume. Kama muelewe, kwa nini watoto wa kiume? Hawa ndio wabeba ukoo. Yaani mwanamke hapo msimuone. Kwa sababu mwanamke anabadilisha ukoo. Habebi ukoo. Mungu anasema nami nawapatiliza watoto, wale wana, watoto wa kiume, hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukizao. Nini? Nawapatiliza maovu ya baba zao. Mababa ndio waliobeba zile koo. Kwa hiyo wao waliofanya maovu yanakuja kizazi cha 1, cha 2, cha 3 mpaka cha 4. Hiyo kizazi cha 4 inakufa laana automatically baada ya vizazi vingapi? 4. Kwa nini watu vizazi 4 vinakwisha na laana bado imesimama? Kwa sababu gani? Aliyeanzisha ukoo aliweka laana ikaenda vizazi vingapi? Lakini kizazi cha 2 tu kuna mwingine alifanya balaa na yeye. Kwa hiyo na yeye naye vizazi vingapi nitakiwa viende? 4. Kizazi cha 3 naye akaja naye akafanya balaa. Na yeye pia vingapi tena? Sasa unakuta mmeenda vizazi vingapi? Ndio maana Yesu akaenda kukomboa laana ya vizazi 42. Yesu Kristo ndio akasimama kuwa kama baba wa vizazi vyote hivi ili kuvikomboa. Yesu, nitazungumzia mwishoni hilo jambo. Nimeliongea sababu kwamba nimeona ni pointini iweke tu hapo kidogo uielewe. Sasa kwa hiyo wengi huwa wanaharibu. Huyu wa kwanza aliharibu na huyu wa pili akaharibu, hivyo hivyo watatu pia akaharibu. Lakini wote lazima laana ili ishe. Bila maombi, bila chochote kile, lazima iwe ni vizazi 4 ndio inaondoka. Na kila kizazi, naomba uone kitu cha ajabu hiki. Na kila kizazi kinasimama miaka sio chini ya 100 mpaka na 20. 120. Kwa hiyo vizazi 4 viishe, ina maana mtakuta imekufa miaka 400 mpaka 400 na kitu. Ndio maana naona Wayahudi walikaa utumwani miaka 430. Tuelewana Kiswahili vizuri. Tuendelee tu. Sasa tatizo linakuja wapi? Wengi wanakaa kwenye laana muda mrefu kwa sababu kila aliyekuja alikaa kwenye laana na yakafanya laana nyingine. Kwa hiyo hawezi kuwasaidia walioko mbele yake. Ndio maana baada ya Yesu kuja, watu wote wanaookolewa wakikubali wokovu wa Yesu, hawa watoto wa kiume, sababu laana wanabeba ni wao. Wao ndio vichwa vya familia. Kwa hiyo watu wa kiume wakiokoka wanapaswa kulijua hili kwamba kuanzia wao au kuanzia yeye, laana ile ya vizazi 4 haipaswi kuingia kwake na uzao wake. Manake mwisho imeishia kwake yeye. Yeye kasimama kwa ajili ya kuvunja zile laana za vizazi vingapi? 4. Kwa kuanzia kwake haipaswi kupita mbele. Yaani watoto wako wewe hawapaswi wakute ile laana ya nani? Ya babu yako. Ndio maana kiroho hauoni pakiandikwa mahali babu. Ila sisi Kiswahili chetu tumeweka hivyo kwa sababu watu ndio hivyo. Lakini kiroho na katika mambo ya rohoni katika Mungu anaita mababa. Manani? Mababa. Haiti mababu zenu. Ndio Mungu na maana anamwambia Musa, mimi ni Mungu wa baba zako Ibrahimu,
Isaka na Yakobo, lakini kiuzao baba yake sio Ibrahimu, baba yake sio Isaka, wala Yakobo sio baba yake Musa. Anamwambia kuhusu hali ya kiroho ilivyo. Haleluya. Kwa sasa mababa hawa ndio wanaweza kubeba kitu chema wakaanzisha, au kitu kibaya wakaanzisha. Hawa watu, ngoja uone, nifungulie kidogo Ezekieli 18, nisomee hiyo mstari miwili tu, wa kwanza na wa pili. Mungu alipowaambia hawa jamaa wakati anaandaa mpango wa kuwakomboa kwenye zile laana za baba zao, anaambia Ezekieli, nataka nikomeshe hii mithali. Huu msemo anausema nataka niukomeshe sasa. Kwa nini? Kwa sababu alikumbuka Torati ilisemaje? Torati ilisema ya kwamba Mungu wetu upatiliza maovu ya wana, maovu ya baba zao kwa wana. Kwa hiyo hawa jamaa wakazungumza neno hili. Nisomee andiko, anasemaje? Neno la Bwana likanijia tena kusema je, maana yake ni nini hata mkatumia mithali hii katika Israeli? Ndiyo. Mkasema baba wamekula zabibu mbichi, nao watoto wakatiwa ganzi la meno. Unaona, anasema Mungu, nimeisikia mithali hii mkiisema ndani ya Israeli ya kwamba baba zao wamekula zabibu mbichi, lakini ganzi ya meno imewakuta watoto wao. Halo, hawa jamaa mpaka waseme hivi, ilikuwa wanakuta mambo mengi mabaya yanawakuta watoto wao kwa sababu ya baba zao. Kwa hiyo wakaona ni msemo wa kawaida, wakaanza kuuzoelea. Mungu anamwambia Ezekieli, nimekuja kwa ajili ya kuja kuvunja huu msemo. Yaani kuanzia sasa kila uovu wa mwenye uovu utakuwa juu yake. Kwa sasa hivi dhambi ya mtu itakuwa ni yake mwenyewe, hautaambukiza mwenzako dhambi. Mambo uelewe kati ya dhambi na laana. Sizungumzii laana hapa, nazungumzia dhambi. Wao waliunganisha dhambi, wakasema nayo ni ya baba yake ndio yuko kwa huyu. Akamwambia hapana, kila mtu dhambi ya kwake yeye. Msipeane dhambi ya mwingine ya abebe mwingine, kila mtu ya kwake. Yeye Mungu alikuwa anazungumzia kitu kikubwa kuhusu laana. Laana ndio ambayo inapatiliza. Lakini kuna dhambi ambayo inazaa laana, na kuna dhambi isiyo ya laana. Halo, kuna dhambi ya laana na dhambi isiyo ya laana. Sasa nisikuache dilema, lazima nikusaidie baadhi ya dhambi ambazo sio za laana na za laana. Mngeza ashangaa dhambi gani sio ya laana na hivi ya laana. Dhambi ya ushoga ni dhambi ya laana. Inapatiliza kizazi chako. Haitakoma kwako mwenyewe, itaenda kwa mtoto wako, mmoja wapo, wajukuu zako, mmoja wapo, vitukuu vyako, mmoja wapo. Ila ni chain inakwenda hivyo. Usije ukajaribu kuifanya ukafikiri naishia kwako. Dhambi itayo ushoga, homosexual, hii dhambi ni dhambi ya patilizo. Haiachii kwako mwenyewe, inaenda vizazi na vizazi na vizazi. Sikia, kwa mtu anayefanyiwa na anayefanya, wote wawili mnaenda kuyavuna hayo mbele ya uzao wenu. Haishi kwako. Usifikiri kwamba unamfanyia mtu huyo upuzi ukadhani kwamba wewe kwa uzao wako itakuwa hakuna. Na kuambia hivi, ndio kwanza umepalia makaa ya moto. Kwenye uzao wako hakosi mtu, kwa wajukuu zako hakosi mtu, kwa vitukuu vyako hakosi mtu, na kuendelea mbele huko hakosi mtu, hata ukiwa umekufa. Hizo ni dhambi za laana. Kuua ni dhambi iletayo laana. Ukiua mtu sasa, ukae ukijua mbele yako kuna mtu pia ataua mtu, na pia kuna kuuawa kwa watu wako kwa ajili wewe uliua.
kwa mji kuu, kwa vitu kuu, sio tu vinembo, sio vitu gani majina ya mbegi mbele huko msiyajui mengine yote huko, lazima irudi kisasi kile. Kwa sababu gani? Ni dhambi ya laana, inapatiliza. Halo. Sasa Yesu, mtanifanya mambo kwa haraka haraka, sitaki nichukue muda mrefu sana. Yesu Kristo kuna kitu alikiongea. Naomba uandike Yohana sura ya 6 na ule mstari wa 49. Nisomee usikie kitu Yesu anazungumza. Yesu anaongea na Wayahudi, anaongea na mitume wake, anaongea na wanafunzi, anaongea na makutano. Anawaambia hivi kwenye Yohana 6:49 mstari. Anasemaje? Baba zenu walila mana jangwani. Baba zenu walikula mana jangwani, wakafa. Endelea. Hiki ni chakula kishukacho kutoka mbinguni. Unasikia? Hiki yani ni yeye Yesu ni chakula kishukacho wapi? Kutoka mbinguni. Kwamba mtu akile wala asife. Gani iweke sawa sawa hiyo. Ameanza na kuambia baba zenu walikula mana jangwani. Ngoja nikwambie, hao ambao wanaongea na Yesu pale physically, wote wale hakuna baba yake mzazi alikuwa hapo jangwani miaka hiyo. Kumbuka ni miaka mingi. Wakati wa Musa mpaka kuja kwa Yesu ni zaidi ya miaka 1500. Sija morogo. Sasa anapozungumza kwamba baba zenu walikula mana jangwani, hamaanishi waliowazaa katika mwili kawaida. Anazungumzia cheni ya vizazi. Anawaambia baba zenu walikula mana jangwani wakafa, lakini hiki ni chakula ambacho mtu akile au akila asife. Yaani yeye Yesu. Kwa nini ni chakula? Neno lake lina uzima. Anaposema na watu, anaweka uzima mpya ndani ya wale watu. Nafsi zao zimekufa. Kwa sababu gani? Hazikusikia wala kutii neno la Mungu ali hai. Wale baba zao waliokula mana jangwani wakafa. Ni nini? Sikia. Mana ni chakula kitokacho mbinguni au mkate wa mbinguni ambao Mungu aliwapa malaika kazi ya kufanya kuutengeneza. Ikawa ni nyama pamoja na zile naitwa nini? Ngano. Unaona Sasa kama ukawa mkate wenye nyama. Kwa hiyo wakawa nakula. Ndio maana ukitaka kushangaa na ushangae, hamburger ya kwanza ni ya mbinguni, walikula Wayahudi. Sio hii unayokula wewe pale supermarket. Ile ya mbinguni wamekula Wayahudi. Mwingine akaja akala anaitwa Elia, anaye akala ile ya mbinguni. Kunguru anamhudumia Elia, anakula mkate na nyama. Asubuhi mkate na nyama, jioni. Mungu yupo kamanda. Mungu yupo. Sasa wale jamaa walikula mkate na nyama jangwani, lakini angalia, hawakumtii Musa kile alichokizungumza. Ndio Yesu anasema ya kwamba baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Maana yake walishiriki chakula cha mbinguni wakala, lakini hawakula neno la nani? La Mungu. Ndio maana walikufa katika dhambi, katika laana. Anawaambia hiki chakula ambaye ni yeye Yesu, mtu akila chakula hiki ataishi milele. Aliwaambia chakula changu ni damu yangu na mwili wangu ninaoutoa. Ndio maana ukishiriki damu na mwili wa Yesu kwa ufahamu, ngoja nikwambie, ukishiriki damu na mwili wa Yesu kwa ufahamu na maarifa ya kujua maana yake nini, magonjwa utayasikia tu kwa watu wengine, kwa sababu unamshiriki Yesu mwenyewe, mwenye uzima, mwenye afya njema, na unakuwa salama. Ukishiriki ukiwa ujui, unapoteza, haupokei. Tuache mada hiyo kwanza, sikuchanganye. Turudi huko. Kwa Yesu akawaambia baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Amaanishi kwamba watu wa leo hawafi. Ana maana ya kwamba walikula chakula kile, lakini hawakutii neno la Mungu, hawakulipenda, hawakulikubali, wakafa katika dhambi zao, wakafa chini ya laana zao. Ndio maana ya kufa, kifo Mungu anakizungumza hapa. Hazungumzii kifo cha mwili, roho kuacha mwili. Hicho anajua kipo. Anazungumzia kufa chini ya laana.
chini ya dhambi, maana yake ni kifo kibaya. Kwa sababu gani? Hautaona ufalme wa nani? Wa Mungu. Anawaambia yeye mkimla Yesu kama chakula kilicho hai, neno lake ni chakula na uhai, mwili wake pia hivyo hivyo ni mkate, damu yake pia ni kama kinywaji. Anasema mkila hivyo vyote, maana yake mtakuwa na uzima, hamtakufa milele. Na maana ya kwamba nini? Baada ya mtu roho kuacha mwili akiwa amempata Yesu Kristo, huyu mtu haendi jehanamu. Jehanamu inasabika mauti ya pili. Halo? Ukisoma Ufunuo 21:8 anasema na hii ndiyo mauti ya pili. Maana yake kuingia jehanamu ni mauti ya pili. Ziwa la moto ni mauti ya pili. Kwa hiyo Yesu anazungumza uhai, kwamba mtu huyo hata kufa kabisa ataishi. Anamaanisha hivyo kwamba baada ya kuondoka duniani kuna maisha ambayo mtu anatakiwa aishi. Sasa Yesu hataki mtu huyo ayapoteze hayo. Ukipoteza maisha ya Mungu ndani yako, hicho ni kifo pia. Yesu anakiepusha hicho. Anasema mtu akila chakula hiki kutoka mbinguni ataishi hata kufa. Unaishi kwenye mwili sasa na unaishi katika roho baadaye. Yaani wewe uko sawa kila pahali ukimpata Yesu. Unaishi kwenye mwili sasa ukiwa salama, na unaishi katika roho ukiwa salama, maana ulimpata nani? Yesu. Usione ninaimba moyoni nimempata Yesu. Unafahamu wimbo? Halo? Ndio hivyo. Kwa sasa Yesu Kristo akawaonesha kwamba baba zenu walipokuwa cha mana, wao walikufa. Kwa sababu gani? Hawakutii. Walikula kama vile chakula cha kawaida. Walikula huko wanabishana. Walikula huko hawaamini. Wakawa wanakula chakula kama kitu cha kawaida kabisa. Wewe angalia, Musa anawaambia, jamani, Mungu ameniambia hivi, mkiokota chakula hiki saizi mkala, msikisaze mkaficha. Jamaa walikuwa naelewa. Wanatwanga, wakimaliza wanachukua, wanakusanya, wanahifadhi sasa. Wanaamini baadaye itakuwa akipo baadaye. Wakificha, Mungu anaambia Musa, hao watu ni waajabu sana. Nimekuambia wafanye hivi, hawafanyi. Sasa sikia, wakiamka asubuhi utakuta ni uvundo mtupu. Jamaa wakiamka kweli chakula wafunue hivi, kimejaa uvundo, kimeoza. Wanashangaa. Lakini siku hiyo Mungu tena anaachia kingine tena kipya. Anaambia waambiwe asihifadhi. Jamaa wanaelewa. Wakishapiga wakashiba wanachukua. Inawezekana kesho inawezekana hakipo kingine. Wanaficha. Hao. Kila anachokifanya Mungu mbele yao, mpaka Mungu anaambia Musa, watu hawa nitachukia nao mpaka lini? Nitawabeba mpaka lini? Maana ninachokisema wakiamini. Miujiza ninayofanya mbele yao ni mingi na waelewi. Hawaniamini mimi. Hawa watu lazima niwamalize wapi? Jangwani. Hawataingia Kanani hata mmoja wao. Ndio Yesu anakizungumzia hicho. Baba zenu walikula mana jangwani wakafa. Walikuwa sauti wa neno la nani? Neno la Mungu. Haleluya. Yesu Kristo akaokoa katika nguvu ya laana ya vizazi. Unajua Yesu alianza mission na Wayahudi wenyewe. Sasa kwa nini? Nataka niweke jibu kabla siendelea. Kwa nini Yesu anaanza kukomboa mababa wa Kiyahudi? Anaanza kukomboa koo za Kiyahudi, makabila ya Kiyahudi. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio walobeba agano kwa ajili ya dunia nzima. Nisikie kwa makini, usio na wasiwasi. Hili jambo awe mhubiri akipinga, si nani ajui anachokifanya. Dunia yote imefungwa kwenye agano la Kiyahudi. Dunia yote tumefungamanishwa na Israeli. Dunia nzima, kila kitu, saa ya dunia nzima, nikupe siri, ni Israeli. Chochote tunachokiona kinaendelea duniani ni Wayahudi. Wale ndio mababa wa imani. Kama una habari, imani ulionayo wewe leo ya Yesu imeanzia Israeli. Yesu ndiye aliiweka. Na imani zingine zote unazozifahamu wewe, baba zao ni Wayahudi. Asiunanganye mtu. Sasa
Yesu akaanza kukomboa mababa ambao ni Wayahudi, ndio kwenye msingi ulikojengwa, na ndio maana ukaona akazaliwa Israeli. Angetaka angezaliwa Tanzania, angezaliwa kwa Wahehe pale, labda Dodoma pale angezaliwa, lakini alienda akasema hapana, ngoja niende nikazaliwe wapi? Kule kule kwenye kitovu cha imani, ili awakomboe wale waliobeba nini? Imani. Agano kula imani kwa Israeli kutoka kwa nani? Kwa Abrahamu au Ibrahimu. Ndio maana Yesu akaenda kukomboa vizazi vya nani? Vya wale watu, akaanza na hivyo vizazi. Sisi wengine huku tunaponea kupitia hapo. Umeona? Tunaponea kupitia hapo kwa Wayahudi. Ndio maana soma Mathayo. Fungua Mathayo sura ya kwanza. Fungueni wote Biblia. Mathayo sura ya kwanza, fungueni wote. Uone maandiko yanavyosema. Naomba uanze mstari wa kwanza kabisa wa sura ya kwanza ya Mathayo. Soma twende. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Unasikia habari hiyo? Nitakwambia maana yake nini. Anasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Tuliza akili kwa makini, sikia. Maana yake ni hivi. Anaanzisha ukoo mpya. Familia mpya. Hii familia haikuwahi kuwepo. Iitwayo ukoo wa Yesu Kristo. Haikuwahi kuwepo. Haikuwahi kutokea kwa sababu yeye mwenyewe Yesu amezaliwa ndani ya kabila la Yuda. Lakini angalia hapa, anakwenda kuanzisha ukoo mwingine. Kwa nini? Ndio tuko kuelezana hapa leo. Amen. Tuko kuelezana wapi? Hapa leo. Kwa ajili ya laana za ukoo, obeba ukoo na mengineyo yote. Ili ukitoka hapo uwe mtu ambaye timamu, ameelewa na amekombolewa sasa. Amen. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo. Muone hicho kitu sasa. Angalia mambo yanavyoendelea kwa mbele, sikia habari za huko ndani. Soma, inasemaje? Mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Unasikia habari? Anaruka anasema mwana wa Daudi, mwana wa Ibrahim. Sasa hiyo maana yake ni nini? Anasema mwana wa Daudi, maana yake kuna agano ambalo Daudi, Mungu alifungana na Daudi agano. Agano gani? Mungu alimwambia Daudi hivi, katika uzao wako, unaona nitasimamisha agano langu la milele. Agano la nini? La milele. Katika uzao wa nani? Wa Daudi. Mnafahamu hicho kitu? Akaambia nitaweka agano langu la nini? La milele katika nyumba yako Daudi. Katika nyumba ya nani? Ya Daudi. Ndio maana sasa unaona Yesu anaitwa shina la mzao wa Daudi. Pale kwenye uzao wa mzee Yese, Daudi aliinuka hapo, ndiko Yesu ameingizwa hapo kwa ajili ya lile agano ambalo Mungu aliagana na Daudi kwamba nitasimamisha agano langu milele katika uzao wako. Kwa Yesu Kristo, kwa sababu ni wa kabila la Yuda, Daudi pia alikuwa kabila nani? La Yuda. Kwa ajili ya agano la nini? La kitumishi, la fimbo ya chuma ya kutawala dunia. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiko alikotokea. Kwa hiyo hapa anasema wa uzao wa Daudi au mwana wa Daudi. Yesu haimaanishi mtoto wa Daudi kuzaliwa, sio maana yake. Msichanganye mambo. Wayahudi walimwambia Yesu, mwana wa Daudi tuokoe, akamwambia sikizeni, mimi nikiwa mwana wa Daudi, je, Daudi akiniona mimi mara ya kwanza alisema mimi ni bwana wake, iweje mimi niwe mwanae Daudi? Akaweka sawa sawa sentensi waelewe. Kwa hiyo sio mtoto wa Daudi kwa kuzaliwa. Kwa ajili ya lile agano ilibidi lazima aonekane ni amezaliwa mtoto katika ukoo wa Yese, katika nyumba ya Daudi au mji wa Daudi. Akazaliwa Yesu huko ndani kwa ajili ya lile agano la vizazi vya milele kupitia nani? Daudi kwenye utawala. Daudi ni utawala na umiliki katika nyumba yake katika Israeli yote. Kwa hiyo Mungu anaweka Yesu pale ndani. Anasema huyu sasa ni mwana wa Daudi, alafu mwana wa Ibrahimu. Sasa sikiliza. Kwa nini Ibrahimu? Ibrahimu alipewa agano gani? La imani.
Imani. Yesu Kristo akatuleta sisi kwenye agano la imani, akatuondoa kwenye agano la Torati. Torati ni sheria, Kiswahili ni sheria. Sasa akatoka kwenye sheria Yesu, akaturudisha kwenye agano gani? La imani. Ndio maana akasema ni mwana pia wa Ibrahimu. Manake ameleta agano la nini? La imani. Kwa habari ya utawala ni mwana wa Daudi. Kwa sababu gani? Utawala wa nini? Wa milele. Kwa habari ya imani ni mwana wa Ibrahimu. Manake alileta agano la nani? Agano la imani. Kwa Yesu amekava maeneo yote. Soma, endelea. Anasemaje? Ibrahimu alimzaa Isaka. Sikiliza sasa, anaanza kuprolong mambo. Ibrahimu alimzaa Isaka. Twende. Isaka akamzaa Yakobo. Isaka akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yuda na ndugu zake. Yakobo akamzaa Yuda. Yuda akamzaa Peresi. Na Zera kwa Tamari. Kwa Tamari, yani mke aliyotumika ni Tamari. Naomba uelewe, waliozaa ni wanaume, lakini aliyetumika ni Tamari. Tuendelee. Peresi akamzaa Esrom. Peresi akamzaa Esrom. Esrom akamzaa Aramu. Aramu akamzaa Aminadabu. Aminadabu akamzaa Nashon. Nashon akamzaa Salmon. Salmon akamzaa Boaz. Ndio. Kwa Rahabu. Kwa Rahabu. Boaz akamzaa Obedi kwa Ruthu. Obedi akamzaa Yese. Ndio. Yese akamzaa mfalme Daudi. Unasikia habari hiyo? Daudi akamzaa Suleimani kwa yule mke wa Uria. Bethsheba huyo. Alafu Suleimani akamzaa Rehoboamu. Rehoboamu akamzaa Abia. Sio? Abia akamzaa Asa. Ndio. Asa akamzaa Yehoshafati. Yehoshafati akamzaa Yoram. Ndio. Yoram akamzaa Uzia. Uzia akamzaa Yotham. Twende. Yotham akamzaa Ahazi. Sawa. Ahazi akamzaa Hezekia. Hezekia akamzaa Manase. Manase akamzaa Amoni. Ndio. Amoni akamzaa Yosia. Yosia akamzaa Yekonia kwa ndugu zake na ndugu zake wakati wa ule uhamisho wa Babeli. Na baada ya ule uhamisho wa Babeli, Yekonia akamzaa Shealtieli. Shealtieli akamzaa Zerubabeli. Zerubabeli akamzaa Abihudi. Abihudi akamzaa Eliakim. Ndio. Eliakim akamzaa Azori. Azori akamzaa Sadoki. Ndio. Sadoki akamzaa Akim. Akimu akamzaa Eliudi. Eliudi akamzaa Eliazari. Eliazari akamzaa Matani. Matani akamzaa Yakobo. Yakobo akamzaa Yusufu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Unasikia habari hiyo? Kuna kipengele mjakiona hapo mwishoni. Malizia hapo mwishoni hapo. Mtaelewa ninachosema. Sikiliza. Yakobo akamzaa Yusufu. Sikia vizuri. Yakobo huyo sio Yakobo ile wa Ibrahimu. Sio Yakobo mwana wa Isaka. Kuna Yakobo baba yake hapa na Yusufu kabisa. Yusufu yule Yusufu aliyemoa Mariamu. Niwewe kuambia basi kumoja watu kawaambia watu wale walioana ni binamu kwa binamu. Mariamu na nani? Na Yusufu. Sasa sikia, akamzaa Yusufu halafu mumewe Mariamu aliyemzaa Yesu aitwaye Kristo. Mmepata picha hiyo? Amen. Kuanzia kule juu wametajwa majiant wa imani katika imani ya Ukristo na Kiyahudi. Wamewekwa pale wote. Alafu ndani ya hao majiant wa imani ndio Yesu ametokea wapi? Hapo. Kwa nini? Nisikie. Ukihesabu kuanzia pale juu mpaka kwa Yesu pale, vizazi 42. Yesu akaenda kukomboa vizazi vyote hivi. Soma chini hapo. Soma chini Basi angalia mahesabu. Soma alafu. Basi vizazi vyote tangu Ibrahimu hata Daudi ni vizazi 14. Wewe 14 andika 14 hapo twende. Halafu tena. Na tangu Daudi hata ule uhamisho wa Babeli ni vizazi 14. Jumlisha 14 ya pili twende. Na tangu ule uhamisho wa Babeli hata Kristo ni vizazi 14. Vingapi hivi?
Watu wanaanza maneno kule nyuma. Na kila kizazi kiliondoka kabisa kufutika ni baada ya miaka mingapi? 400. Kizazi chote. Sikiliza, hesabu hii hapa rais. Nikwambia hivi, kila mbeba ukoo maximum ya miaka ilipaswa aishi miaka 100 mpaka 120. Tena sawa ili aondoke. Wa pili hivyo hivyo. Watatu hivyo hivyo, wanne hivyo hivyo. Sasa kila miaka 100 mpaka 120 kizazi kimoja. Vizazi vingapi toka wanani ngapi? 1, 2, 3. Ndio laana inakufa. Sababu gani? Kimeishi hapo. Hiyo bila maombi, bila nini, kimeishi hapo. Sasa kwa nini Wayahudi walikaa miaka 430? Maandiko jumlisha hii kitu hii. Mungu alimwambia Ibrahimu, uzao wako, twende vizuri Kiswahili, uzao wako utaenda utumwani miaka 400. Nitautoa utumwani na mali nyingi sana baada ya miaka 400. Anamuonesha kwamba miaka 400 hiyo ndiyo kizazi kitakuwa kimeisha kile cha utumwa. Nitawatoa kwenye utumwa na mali nyingi sana ili wakaanze upya maisha yasiyo na nini, na utumwa. Kwa kila kizazi kina 3 mwisho 4. Wale Wayahudi walikaa 430 utumwani. 30 ni bonus. Kwa nini bonus? Kwa sababu kuna uwezekano mkubwa wa yule baba mmoja akakaa miaka 120. Naelewa? Badala ya 100. Ngoja niwape CD. Usifuate miaka ambayo alizungumza Daudi. Daudi mwenyewe aliongea vile na yeye kuishi miaka hiyo, aliishi zaidi ya hiyo, aliishi 100 na kitu. Daudi alisema miaka yetu ni 70 tukiwa na nguvu 80 mpaka 90, si ndio? Alizungumza Daudi, sio Mungu. Lakini Mungu alizungumza akamwambia Nuhu, mimi sina na mwanadamu tena, hata tangu ujana wake mawazo yake ni mabaya sana. Miaka yake ya kuishi itakuwa miaka 100 na ngapi? Na 20. 100 na ngapi? Na 20. Akamwambia Isaya akamwambia Isaya hivi, miaka 100 ya mtu muovu ni chukizo mbele zangu, na miaka 100 ya wenye haki kwa Mungu ni furaha sana. Miaka 100 ya mwenye dhambi ni chukizo kwa Mungu, na miaka 100 ya mwenye haki, hiyo ni mizuri na ni furaha kwa Mungu. Kwa nini? Kwamba Mungu kwa mwenye haki anataka miaka yao waishi michache 100. Lakini pointi ya mwisho ni 120. Hiyo imeisha. Kwa kishi 127 uliongezewa 7 tu. 130, yani hiyo uliongezewa 10 tu. Yani ile ni nyongeza. Haina mahesabu yale. Ndio maana Wayahudi wakakaa 430. Ili kizazi cha utumwani kiwe kimeisha. Ndio maana siku ya ukombozi wao alimwaga damu ya mwana kondoo, ili kuondoa ile nguvu ya laana ya utumwani Misri. Miaka yote hiyo kwa vizazi vyao vyote, ili kuondoa laana ya utumwa, ilibidi mwagwe damu ya mwana kondoo. Ndio utumwa ufie pale. Sio jambo dogo mpendwa, ni kwa ajili ya mapatilizo. Ndio Mungu akafanya namna hiyo ili kuokoa Wayahudi chini ya utumwa. Naomba unipe masikio yako vizuri kwa jina la Yesu ali hai. Wengi wanadhani tu kwamba Wayahudi walitumikishwa na Wamisri katika hali ya nguvu ya mwili kawaida tu peke yake. Hapana. Mtu wa Mungu, kulikuwa na nguvu mbili. Nguvu ya kwanza ya kisiasa, nguvu ya pili ya kiroho kabisa.
kwa miungu migeni. Ndio maana naona ya kwamba anasema hivi, akawapiga wazaliwa wa kwanza wa Misri, wa binadamu na wa mnyama, limbuko kwa hema ya Hamu. Narudia, akawapiga na kuwaua wazaliwa wa kwanza wa wanyama na wa binadamu Misri, limbuko kwa hema ya Hamu. Unajua maana yake? Hao wanaitwa Hamu wa Misri kwa sababu mtoto wa Nuhu yule alifanya makosa, mnamkumbuka, jina lake ni Hamu, ambaye alikuja alikaa ndio Misri. Akiwa huku aliabudu miungu migeni. Kwa hiyo wale wa Misri waliabudu miungu migeni. Sasa walipoabudu miungu migeni, walikuwa wanaipatia sadaka za watoto wa kiume, ndio wana, pamoja na wanyama wazaliwa wa kwanza. Sadaka kwenye miungu ile ilipokea sadaka hiyo. Mungu ili awatoe Wayahudi kule, hakuwatoa tu katika ya Swahili. Ndio maana kuambia tu ondokeni, nendeni tu. Aliamua kumwaga damu. Ile kumwaga damu ya mnyama ni kutoa mauti kwa Wayahudi na kurudisha kwa wale wa Misri. Ndio msiba ukawa kwa Misri. Ile miungu iliyokuwa inafanya miujiza na maajabu kwa wa Misri ilikoma, haikuinuka tena kufanya miujiza, ilishindwa, iliishia hapo. Musa aliweka fimbo ikawa nyoka, na wao zakao wakaweka fimbo zikawa nyoka. Akifanya hiki wanafanya, akifanya hiki wanafanya. Geuza maji kuwa damu, na wenyewe waganga wanageuza maji kuwa damu. Yane na Yambre, hawa walikuwa waganga wakubwa wawili kwa nyumba ya Farao. Wanamlinda Farao kimwili na kiroho. Kwa hiyo Wayahudi walikaa pale utumwani Misri, sio kwa hali ya kawaida peke yake. Utumwa ulikuwa mara mbili, utumwa wa kimwili na kiroho. Ile miungu ilidhibiti. Wale jamaa kila mwaka walimwaga damu kwa miungu yao, ili miungu yao iwe na sadaka, iwe na nguvu ya kuwamiliki Wayahudi. Kwa nini? Miaka yote ile Wayahudi wakiwa utumwani, Mungu wao waliye mbinguni alinyamaza kimya, aliwaacha. Walikuwa na ukimya wa miaka 400. Mungu aongei nao. Narudia, mnielewe sentensi. Wayahudi wakiwa utumwani, shikilia hiyo kwa jina la Yesu. Wakiwa utumwani miaka yote 430, Mungu hakuwahi kusema nao. Mungu alikuwa amewaacha kwa ajili ya ukaidi wao. Waliingia, naomba uone kitu. Hii kitu ni hatari sana. Mungu alidhamiria kupitia Yusufu awabebe kama taifa makabila 10 na ngapi? 12 wana wa Yakobo ambao ni Israeli. Wao walikataa, wakamuuza utumwani. Mnakumbuka? Akaenda kuwa mtumwa, mtu ambaye hakupaswa kuwa mtumwa. Kwa kuanzia hapo Mungu alianza kwa kinyume nao, akawaacha. Kama mnafahamu, aliwaacha. Ndio maana naona hata wakati wa njaa walikimbilia Misri, ambako Yusufu ndio mtawala, waziri mkuu. Akawapa chakula. Walinunua chakula kwa waziri mkuu Misri ambaye ni Yusufu, ndugu yao. Wakaenda kuomba pale. Baadaye alijitokeza mbele yao Yusufu, akawaambia ndio yeye. Wakapiga magoti mbele ya Yusufu na kusujudia chini miguuni mwake. Akawaambia hifadhi, wakakaa Gosheni. Kuanzia hapo walikuwa watumwa. Waliingia nafsi za watu 70. Ndio maana pale jangwani mitende imeota, mitende 70 mpaka leo, kwa ajili ya nafsi 70 ambazo ziliingia Misri. Kwa kuingia Misri wakiwa ni watawala, waliingia Misri wakiwa ni watumwa. Na Mungu ukiwa mtumwa akai na wewe. Mungu ukiwa kifungoni akai na wewe. Mungu aliwajiweka pembeni. Kwa nafsi 70 ziliingia Misri, wakaishi, wakafuga ng'ombe na mifugo mbalimbali kule Gosheni, lakini walikuwa wao wako chini ya utawala wa Kimisri. Na Yusufu alikuwa ni Myahudi ambaye yuko utawala wa Kimisri.
Lakini unaona ya kwamba Mungu anaongea na Yusufu peke yake kama mtu mmoja, lakini sio taifa zima. Aliwaacha alipokufa, kabla hajafa Yusufu akaandika wosia, akasema, ndugu zangu, najua kuna wakati Mungu atatokezea. Maana yake nini? Anawatia moyo. Anambia kuna siku Mungu atatokezea taifa letu, mtarudishwa nyumbani kwetu kule wapi? Kanaani, ambako ndio Israeli. Mtapelekwa huko. Mifupa yangu msiisahau. Akaandika waraka, gonga na muhuri wake kama waziri mkuu, kwamba kila kizazi kikitokea wasome ili andiko. Mungu akitokeza maishani mwao, wakumbuke mifupa yangu, wapeleke wapi? Kwetu. Nikazikiwe kwetu. Maana hapa niko nchi ya ugeni. Yusufu akafa kweli. Alipokufa hawa jamaa, na Farao ni cheo, sio jina la mtu. Majina yao ni mengi wale jamaa wa Farme. Walipokufa Farao yule alikuwa anamjua Yusufu na Wayahudi. Akainuka Farao ambaye hamjui Yusufu na historia yake na Wayahudi. Akaona watu ambao ni wengi, wana nguvu, wanaume wao wana nguvu. Asema hapana, hawa dawa yao ni kuwafanya wasizaane. Dawa yao ni kuwafanya wasiongezeke, maana wakiongezeka watatawala. Kwa hiyo mission ni nini? Tuwaue hao wachanga wa kiume, wa kike wabaki hai. Ndio mission ilianzia hapo. Wakati wa Mungu na yeye naye mbinguni, naye anaandaa mpango naye madhubuti. Wao anaandaa kuwamaliza, Mungu anaandaa kuwaokoa. Ndio wakati huo anazaliwa mtu aitwaye Musa. Mungu kana mazingira ya kumponya Musa. Wanateseka jamaa, wanalia kilio cha mbwa mwitu. Ilikuwa Wayahudi kila siku wanalia. Wanaliaje? Wanalilia Mungu wa baba zao. Wanasema, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo baba yetu uko wapi? Mbona ulisema utaturudia miaka 400 ikipita? Mbona 400 ndio hii imefika hauji? Kamanda, sio mchezo. Unabii wanaujua na jamaa. Walifuata unabii wa baba zao, waliusoma. Baba Ibrahim baba yetu alisema 400 tutakao utumwani tutatoka. Mbona 400 imefika hatutoki? Wanaanza kulia. Na Mungu amekausha kimya. Kama vile hayuko. 400 wanalia. Musa anazaliwa ndani yao, katikati yao. Yuko. Ameishi kwa Farao. Hawa wanaendelea kulia. Mnafahamu Musa amekuwa mkubwa sasa. Mpaka anaua yule Misri, anaenda anakimbilia Midian. Mnajua story nzima. Sasa angalia. Mungu anamtumia Musa ambaye wanamuita Moshe wa Yahudi. Anamtumia Moshe au Musa kumwambia, nimeshuka kwa sababu gani? Nimesikia kilio cha watu wangu kule Misri na wasimamizi wao wanavyowasimamia kukuatesa. Nimekuja niwaokoe. Ishafika 430 hiyo kamanda. Angalia, miaka net ilikuwa ni 400 watoke. 430 Musa anaingia mwaka wa 40. Ukumbuke sasa amezaliwa mwaka gani? Maana amezaliwa 300 na kitu kabla ya 400 haijafika ile utumwani. Kwa hiyo iko jangwani anatimiza 40 nga. Mungu amtokea jamaa. Mtani watoe watu wangu kule Misri. Na Musa ni miongoni mwa watu walikuwa wanafahamu ile ahadi. Alisikia. Anaambia Mungu, siende mwenyewe, ambia sio mwenyewe, nimekuandaa wewe ili kuwatoa wale watu katika utumwa. Ndio maana siku Mungu ana mapigo mengi ashapiga pale tayari ya kutosha, mengi sana. Sababu wale jamaa walipiga mapigo, wale jamaa waganga walijibu mapigo magapi? 4 tu. Walijibu. La 5 likawashinda ile la chawa. Wasema hiki ni chanda cha Bwana, huu ni mkono wa Mungu. Waganga wanamnyaka, yani na Yamra akasema hii ni mkono wa Mungu. Waonyesha mikono. Lakini Mungu akasema bado. Musa twanga. Anapiga la 5, la 6 weka, la 7 kuputa, hawajibu. La 8 weka, la 9 weka. Ndio la 10 anasema sasa hili la mwisho la mauti. Ndio anamwaga nini? Damu ya mnyama aitwaye kondoo. Kwa nyumba ya Israeli, kila nyumba. Ili mauti iingie kwa Wayahudi. Sikiliza. Ile damu ilitoka ajili gani? Haikuwa sadaka ya kawaida ya kuwatoa mautini hawa jamaa na kuangusha nguvu za miungu ya nani? Ya Misri.
ile miungu yao ikose nguvu. Kwa sababu gani? Ilikuwa inawapatia nguvu hawa Farao na nyumba yake yote na Misri. Ndio maana nakwambia walifungwa kwa hali mbili. Ya kwanza ya utumwa wa kawaida wa kisiasa, lakini kwa pili utumwa wa kiroho. Gereza ni hatari kamanda. Kuna vitu vingi nataka niwaambie. Gereza, ukiona ndugu yako ameingia gerezani, ameingizwa gerezani hivi, wakati anatoka, cha kwanza aanzie maombi kama ni kanisani. Msiruhusu akaingia mlango wa nyumbani kwenu akaingia hivi ametoka gerezani. Ni hatari kubwa. Hatari kubwa. Nini? Ukiingia gerezani tu mle pap, uko chini ya himaya. Himaya hii sio ya askari peke yake. Himaya ambayo inafunga fahamu zako, inafunga maarifa yako. Unakuwa kama mpuuzi mmoja wa ajabu. Mambo yako yote mazuri uko unayafanyaga urejani na nini, yote ni kama yanafeli pale. Naona hiyo shughuli. Ndio maana kupeleka injili gerezani ni muhimu sana, ili wafungwa waokoke. Unaona Nazareti tulimwona Jumapili iliyopita aliokoka. Kwa sababu injili zinaenda gerezani na vitabu vinaenda vya injili vinapelekwa gerezani. Wafungwa ambao angalau wafunguke fahamu zao, wamjue Yesu. Gerezani, ukienda sehemu ile gerezani ndio sehemu ambayo maarifa yanapotea yote, na unaona dunia imekuacha. Unaona mimi sio mwanadamu, sio mtu wa kawaida kama wengine tena, unajiona yani tamaa inafia hapo. Sio kawaida. Gerezani kuna mambo ya ajabu. Magereza yameweka mazindiko magumu na mabaya sana, lakini mmoja wapo kubwa ni hili la kufanywa ufahamu wako usitoke nje ya gereza. Yasivuke kuta za nini? Za gereza. Ni sawa na kuku mgeni aliyefungwa kama mguni. Anafungwa nyumbani kweli pale kwenye mti kamba, kuku anazunguka hapo tu kwenye kamba. Haendi zaidi hapo. Ile atatembea usawa wa ile kamba tu, ataishia hapo. Ndivyo kifungo cha gereza kilivyo. Waenda kulima kule nje, lakini anawaza arudi gerezani, wakale chakula alale. Ameshaona ni nyumbani tayari. Kifungo kimefunga. Ili wale jamaa watolewe ilikuwa sio jambo dogo, mtu wa Mungu. Mungu akaandaa mpango wa sadaka ile niliwaambia. Ile Kutoka 12 pale utaona habari ya nini? Mwana kondoo wa kuchinjwa. Nia ilikuwa ni mambo mengi sana. Moja ni kumtoa mtu huyu kimwili, kifungo cha rohoni, kupiga miungu migeni ife, ishindwe nguvu ya maana sadaka yake imeondoka. Unajua miungu yoyote, nikupe siri mtu wa Mungu. Miungu yoyote ile ukitaka ikose nguvu na kibali kwa mtu, sadaka. Na miungu yoyote ina nguvu, issue ni sadaka. Miungu yoyote, awe Mungu mkuu aliye hai, iwe miungu migeni, anakuwa na nguvu kwa ajili ya sadaka unazompelekea. Kama sadaka ambazo unapeleka sio nyingi, hana nguvu juu yako. Kuna miungu mingine itakuwa na nguvu juu yako kwa ajili ya sadaka. Sema halo. Sema tu halo tena. Sadaka ndio sababu ya ile miungu kuwa na nguvu kwako. Inategemea wabeba ukoo kwenu, watu wa koo zenu waliweka sadaka ya nguvu ya aina gani, ya ukubwa gani kwa miungu migeni, ili wewe uweze kupona au kufunguliwa au kutoka. Ni nguvu ya sadaka ya aina gani ambayo miungu ile ilipewa. Ndio maana Mungu alimleta Yesu kwa sadaka. Aliingia gharama kubwa ili kuparalyze zile nguvu za nini? Za utumwa kwenye fahamu za watu. Sio jambo dogo kumtoa mtu ndani ya nguvu ya shetani. Ilikuwa si jambo dogo. Ilihitaji gharama ya damu ya pekee. Ndio maana damu ya Yesu ikaingia, ambayo haina sadaka inayofananishwa na damu hii. Damu hii ni ya pekee, sadaka yake ni original, sadaka ambayo haifananishwi na chochote. Ili kutoa mtu dhambini kamanda, sio jambo dogo. Isaya anasema mliuzwa bure bila nini? Bila fedha, kwa sababu ya dhambi. Yaani dhambi ilikuuza bure kwa shetani. Kumtoa mtu kwa toki bure ni kwa damu. Ndio maana Wayahudi, damu ya Yesu ya Bwana kondoo ilimwagwa ili kumtoa Myahudi kwenye utumwa. Jambo lilikuwa sio dogo, mtu wa Mungu. Angalia wa jamaa
Mungu amemwambia, haya chinjeni kondoo mmoja mmoja wa umri wa mwaka mmoja, haya mwatoe tayari. Haya jamani, ondokeni usiku usiku. Wamekula chakula usiku usiku, wamekula ile nyama choma usiku usiku, wanaondoka. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, huku na huku, ya nne, ya tano, ile na nini, wakiwa jangwani, taabu ya maji huku na kule. Lazima waseme, Musa, maji bwana. Wao jamaa mjicha hawajui Mungu tena. Wao wanamwangalia, wewe uliyesema umetumwa na nani? Mungu wetu amekutuma baba zetu. Wanamwandama huyo Musa. Tuna kiu Musa, tuna kiu sana sisi bwana. Wewe tutatua sisi bwana. Musa amesema, anaona siku ya kwanza analaumiwa. Wakipata njaa tu anamlaumu yeye. Pata kiu anamlaumu yeye. Akaona Mungu, hao watu kwani mimi ndio niwaumba? Mimi sitaki kuongoza watu. Mungu, mimi niko tayari hata uniue, sina habari nao. Mungu anaambia, hapana, nimekuchagua wewe ndio uwaongoze. Afu Mungu anamwambiaje? Hao ni watu wako. Mungu anamwangusha mabovu jamaa. Anaambia hao ni watu wako. Yaani Mungu asemi watu wake yeye. Hao ni watu wako. Kwa hiyo hao waongoze watu wako. Musa anamwambia Mungu, kwani mimi ndio nimewaumba hao? Mimi ndio nimewazaa? Au mimi nitungisha mimba wazazi wao wakawazaa? Jamaa anamhoji Mungu maswali kama hayo. Yule jamaa alikuwa na moyo wa ajabu. Jamaa nifika mahali yani anaojana na Mungu kama anaambia Mungu, mimi kwani niwatukisha mimba kwa wazazi wao wote wakazaliwa wao? Mimi ndio niliwafanya nikawaumba? Haya, mfano sasa hizi jamaa ananiambia mimi niwape nyama wote hawa. Hivi umati wote mimi niwape nyama, nitoe nyama wapi? Hapa na mwoji Mungu, kumbuka amwambie mwanadamu. Nitoe nyama sehemu gani ya kwamba wote hao eti wale washibe nyama? Wanasema wana hamu ya nyama. Jamaa walikuwa wabishi wale. Wamekula mana jangwani free of charge. Hawana hela wanapewa, wanatoa. Lakini jamaa baada ya muda wanasemaje? Musa, tumekinai chakula hiki dhaifu. Mwanadamu, Mungu tusamee sisi. Jamaa tumekinai chakula hiki dhaifu. Yaani chakula hiki dhaifu. Nini? Wanasema hata sasa hivi tumeshakinai sana mpaka harufu inatoka kwenye mianzi ya pua zetu, tunasikia kukinai. Kwa hiyo sasa hivi tumegaidi. Hataki tena maana. Mnataka nini sasa hizi? Nyama. Tumemisi nyama. Nyama ipi? Nyama choma. Kwa hiyo tutete nyama. Mimi hapa nyama kutoka wapi? Utajua mwenyewe. Sio tutoe Misri, umetoa si Misri wewe mwenyewe. Wewe ndio utajua tutoa wapi nyama. Wameshikia bango jamaa. Jamaa anasema haina shida, nisubirini hapa nakuja, anamfuata Mungu. Mungu watu wako hawa, unajua hawa wabishi, mimi sikubali, nimekuambia tangu siku nakwambia usinitume kwa watu hawa, hawatanielewa. Kwanza ni wabishi, kila siku wanalalamikia mimi. Mimi Mungu sitaki hao watu. Nikamwambia basi sio na wasiwasi. Ubakasirika basi. Namalizana nao hawa. Hawavuki jangwani. Musa kwa na huruma, Musa alikuwa ana hasira haraka, lakini pia anawahi kujirudi. Alikuwa na Mungu anasema basi usio na wasiwasi. Sibakasirika wewe. Sasa mimi namalizana na wale jamaa. Hamna hata mmoja atapita hapa. Na huo wote. Musa Mungu hapana. Akamwaga nyoka za moto. Ganga kila siku anakufa watu 10, 5, 30 gapi. Musa anaona akarudi, Mungu nimerudi mlimani. Mungu samahani. Nimejua wamekosea. Mungu naomba nisamee na kwa ajili yao pia na wao wasamee. Mungu naomba fanya hivyo. Fanya tu hivyo, wamekufa sana. Hata hivyo umeniambia nije nikuambie wamekosa. Akabasi sikiza, nyoka wasiwaondoi. Kwa je kiburi chao siondoi nyoka hata mmoja. Nikiondoa nyoka wataendelea kubishana hawa. Ndawaachia nyoka wale waendelee kuangata. Lakini tengeneza nyoka wa shaba tu, afu muinue juu kwenye kilima hivi. Akiumwa na nyoka wale wa kawaida wa moto, akiangalia nyoka wa shaba atapona. Asiangalia atakufa vile vile atakufa. Nini Mungu anafanya? Anaandaa utii wao, wapate utii kwamba tuangalie nyoka wa shaba. Kwa hiyo atakiwa wewe unaenda kukomaa pale mbele. Nyoka kingata usiangalie nyoka na kungata, angalia pale juu. Ndio pona yao, waambie hivyo. Mungu anaandaa discipline kwa wale jamaa. Fanya mchezo nini? Ukiwa una discipline kwa Mungu, utakuwa nayo tu. Unaona taleo kawaachia mapepo haya yanakaa, wachawi wabekaa. Mungu amewaacha wanafanya kazi. Wale kamanda Joram ukichapuka hivi, Mungu asema haina shida, wakutana na wachawi. Mwenye unarudi kwa Bwana Yesu. Niko pamoja na wewe Bwana Yesu. Maana ukiwa na Yesu hawakukata. Ukiwa huna Yesu wanakugonga. Ndio maana anasema katika Yohana ngapi? 3:14.
Anasemaje? Na kama vile Musa alivyomwinua nyoka wapi? Jangwani, vivyo hivyo mwana wa Adamu ameinuliwa juu, ili kila mwangalie amtazamaye apate uzima, apone. Maana yake ukimwangalia Yesu uko salama, ukimwacha Yesu kama kawaida. Kwa hiyo unachagua mwenyewe, niendelee na Yesu au nichegame. Ukichegama ndio hiyo. Yaani mimi jamani, tangu siendi kanisani, yani siku hizi nanyongwa kweli. Rudi kanisani. Ndio Mungu waacha wale wachawi wafanye kazi. Ukitaka kuamini ninachokuambia, acha kanisani, acha kusali. Wiki mbili tatu utakupatia, utaniambia utavyokuwa. Wale watesi, wale waganga, wachawi, mapepo watapata nafasi. Watakukamua vizuri. Watalipiza kisasi kile ambacho walikosa miaka yote ile. Watakunyoa nywele kama vile wanatoa hapa kidogo, huku kidogo. Ukiamka asubuhi, huyu umenyoa nywele. Mimi kwa kwenye kio. Jamani. Umekomesha vizuri. Yaani wewe mwenyewe utasema yani kanisani mtu akwambii. Yaani wewe ndio utakayefunga safari, utaenda kanisani. Moja kanisani kwa wewe acha maisha haya bwana, wewe acha tu. Mbona uliacha kanisa? Unajua niliacha sababu yani ilikuwa kuna shida moja ilitokea, lakini kwa kweli Mungu yupo. Nini Mungu yupo? Ameona kwamba alipotoka kwa Mungu imekuwa shughuli, akiwa kwa Mungu mambo haya hayapatikani. Kwa maana basi nirudi kwa Mungu. Nikwambie siri, kuna watu hata leo hii hawampendi Mungu. Ni vile sababu wakikaa na Mungu wanalindwa. Ndio wamekaa. Wangeachwa hivi yani sawa tu ukiwa una watu wakienda kanisani wangekuwa watu wachache sana. Yaani mngekuwa mnakuja wachache kuambia tu Mungu yupo, wachache. Wengi saizi wamekaa kanisani wewe hivyo wamekuja kukaa wengi. Nikwambie ukweli, hofu yao ni wachawi, majini, huo ndio ukweli. Hofu ya kifo, magonjwa sio yako gani, ndio mtu kaja kanisani kukaa. Ingekuwa sio hayo, maana yake huyu mtu asinge wapi? Asingekuja kanisani. Ndio Mungu atawafanyia Wayahudi. Kaambia Musa, sikia, nyoka wa shaba wewe inua juu. Atakayeumwa akitazama nyoka wa shaba atapona. Asiyotazama atakufa vile vile. Mbona jamaa walikaa sawa sawa? Walikaa sawa sawa. Nyoka wale wa moto wanagonga jamaa amekomaa na angalia nyoka wa shaba juu. Siku matatu watu nyoka watu wamekomaa namna hii. Hawafi. Mungu akasema okay, umefaulu mtihani. Mtihani umeisha huo. Peleka tena mbele, twende mbele, ndio anda mbele kule. Wakiwa mbele sasa, siku moja wamekaa tena, Mungu ashatoa gharama kubwa kwa damu ya mwana kondoo. Wako kule jangwani, wanaambia Musa, sasa tumemisi mambo mengine. Sasa hizi tumemisi matango, matikiti maji. Sasa hizi nyama tumeshakula. Sasa hivi nataka matikiti maji. Afu anamwambia hivi, kule Misri utumwani kule. Hivyo kule Misri utumwani tulikula matango na tikiti maji tulikula. Sasa Mungu wako ametuokoa, tumekuja, lakini sasa hizi hatujapata nini? Matunda bwana, sasa hizi matunda hakuna vipi? Ile siku ya nyama ile Mungu kuleta ng'ombe, aleta kware. Wakota kware, watu kota kware, chinja, tafuna, wanakula, wanachoma. Yaani kule hakuna mchuzi, ilikuwa ni kuchoma tu. Choma na kunguta mchana asubuhi. Sasa wakasema Musa, sasa hizi imetosha, sasa hizi tunataka nini? Matunda. Matango. Na matikiti tumemisi kitu kidogo. Tusio mchezo kama hapa. Wanadamu, unavyoona ile safari ya Musa na Wayahudi, ndio leo tunayo sisi. Wale tu kwa sababu wale wao ilikuwa kimwili zaidi. Sisi iko kiroho zaidi. Wale ni mwilini zaidi. Sisi ni kiroho zaidi. Kwa hiyo wacheke wale, hata wewe inawezekana uko kama wao. Ukafikia ukasema hawa jamaa kweli jamaa, yani haamini naona. Usikiliza. Ichukua safari yao ilivyo wale, jiletee na wewe utajikuta humo ndani yake. Utajikuta humo. Bwana nikwambie ukoje, sikia. Siku na watu hapa mmeokoka. Yesu ni mwokozi maishani mwako kabisa. Lakini angalia. Siku kadhaa hujapata kazi fulani, unaomba kazi, hujapata, unasemagaje? Nafikiri Mungu labda mimi Mungu siko naye. Nafikiri labda Mungu labda mimi anipendi. Au labda Mungu labda mimi siko miongoni mwa watoto wake. Labda hivi na hivi. Unaona inakujia yale maneno yale. Ndio wenzao yaliwajia maneno hayo wale Wayahudi. Hivyo yaliwajia. Walifikiri Mungu akiwatoa kule Misri,
wakitembea watatembea mambo mswano kuanzia Misri mpaka Kanaani. Yaani wao kitonga tu wanateremka. Yaani walijua hivyo. Na hivyo ndivyo hata leo unajua, hata watu wanajua hivyo kwamba nikimpa Yesu maisha, itakuwa ni nini? Ndio ana mhubiri anakuambia ukija kwa Yesu mambo mteremko, kwa Yesu ni shwari. Amekupiga mchanga wa macho. Ukiingia kamanda ndio unaanza rasmi kazi. Unaanza rasmi kazi na vita naanzia hapo hapo. Wahubiri walikuwa wanasema ukweli, watu walikuwa wanachagua ukweli. Kwa jamani sikizeni. Ukija kwa Yesu kuna vita unaanzaga mpya. Njia hii ya Yesu sio tambarare. Kwa Yesu tambarare wanasema sio kweli. Hii vita huku yeye mwenyewe amesemaje, njia iendayo uzimani ni nini? Nyembamba na imesonga sio kidogo sana. Wanaiona njia yenu ni wachache, si kweli? Na wanapita huko ni wachache, si kweli? Sasa yeye mwenyewe mwenye njia amesema hivyo. Wewe unakuja kuambia watu, "Njoo kwa Yesu tambarare." No. Ni kugumu. Waambie watu kweli ni kugumu. Kwamba ukiingia tu vita inaanzia hapo. Farao aliyokuwa anakutumikisha akubaliane na hilo jambo. Anaanza kufukuza unakoenda. Na unapofukuza unapokwenda, kumbuka unapita jangwani. Nisikie mtu wa Mungu. Unavyookoka na ile safari ya Wayahudi kutoka Misri ziko sawa sawa zote. Kuna hatua ya kwanza kutoka kwenye utumwa na kwenye wokovu hivyo hivyo pia hivyo. Na kuna hatua ya pili kuwa jangwani, na hii ni ndefu zaidi. Kumbuka jangwani pekee yake utembea muda mrefu sana. Angalia ule mlima uliozunguka mara ngapi? Ziko sababu nyingi sana ambazo Mungu alizifanya. Nguvu ya mababa wale wabeba ukoo, ile nguvu wanakuwa nayo katika misingi inaweza leta uharibifu au kuleta upendeleo au kuvushwa au baraka. Mungu alipowaokoa Wayahudi alikuwa anavunja kongwa la kwanza ni la vizazi. Ndio maana baada ya kuhukumu miungu ya Misri kwa njia ya sadaka ya damu ya mwanakondoo wa mwaka mmoja, baada ya wale wa Misri kushindwa, na wanafahamu walikuja kuishia pale kwenye maji, wale majeshi waliishia pale. Kimsingi mbona na leo hii sisi kuna watu ambao wanasema nimeokoka kweli, wanapata nguvu za Mungu, wanasonga mbele, lakini unaona kuna vitu vinawafuata nyuma yao kwa ajili ya vita. Kwa sababu kwa nini umetoka ndio maana yake. Kwa nini umetuacha? Kwa nini umetukataa? Ndio maana yake kufuatwa. Si kwamba ukimpa Yesu maisha ile miungu inakufa kukufuata, hapana. Inakosa tu haki ya kumiliki tena. Hiyo ndio naomba uielewe. Inakosa haki ya kukumiliki wewe tena. Kwa nini? Sababu Yesu amekukomboa kwa damu yake kwenye nguvu ya wabeba ukoo. Wale watu wa ukoo wako waliweka misingi ya ukoo wenu, walioyafanya kama maagano. Hayo yanakukosa wewe sababu gani? Kwa ajili ya Yesu Kristo. Lakini vita yako itakuwa pale pale. Kwa nini? Kwa sababu wewe umewatoroka, wewe umeondoka, wewe umewakataa. Na utasema mbona wale jamani ndio waacha kwenye familia yetu hawajaokoka? Mbona wao hawana vita? Sikiliza mtu wa Mungu. Waswahili wanasema ya kwamba kuku wa kwako mwenyewe kuku utampigia manati. Unamgoja bandani na mchinja. Kwa hiyo sababu wale mapepo na miungu inajua hawa watu tumwamiliki sisi, inangoja kalenda yao ya kumaliza huyu, yule na fulani. Ndio maana unaona kuna watu ambao kwao ugonjwa unaomaliza kwao ni kisukari tu. Kuna wengine nasikia ni pressure tu. Wengine nasikia ni cancer tu. Wengine ni kitu gani? Watu wa Mungu, hayo ni manguvu ya kimizimu au miungu iliyoshikilia wale watu katika utumwa huo. Kwa hiyo hawatoki hapo, wako ndani ya zile cage. Unajua cage cage ni vile vinani vya kama vibanda vya chuma hivi, ambacho sasa mtu yuko ndani atoki pale, yani yuko anaishia hapa, anarudi huku, hicho ni kifungo. Wao wako humo. Kwa shetani apambani nao, maana tayari anao. Kazi yake ni kuweka tu kitu hiki kile kwao. Sasa wewe umetoka kwenye ile cage, huko nje ya cage. Kwa hiyo mapepo yanakufuata kuajia kushambulia wewe, kwamba unaenda wapi? Ndio nimekwambia tangu mwanzo ni kwamba
safari ya wana wa Israeli na Yakobo waliyookoka leo zinafanana kabisa, kasoro wewe na wao iko hapa. Yakobo ya sasa wewe ni rohoni zaidi kuliko mwilini, lakini wale Wayahudi walikuwa ni mwilini kabisa moja kwa moja. Waliwaona bwana, wale wa Misri ndio wale wanakuja. Tuongeze spidi. Mungu akajua watu wangu watakamatwa kwa sababu wako na wamama, watoto, wana mizigo, wana wanyama. Ikabidi Mungu aingilie kati, aweke malaika wa moto nyuma na mbele. Huyo wa nyuma alifanya kazi gani? Kupunguza spidi ya nani? La jeshi la Farao. Wakawa magari yao ni kama yanaondoa magurudumu, yani kama mazito hayaendi vizuri, ili Wayahudi waende mbali. Na ile malaika wa mbele ambaye aliweka kwa moto, yeye kazi yake ni kazi zake mbili. Moja, anaongoza njia, mbili, anaweka ile nuru ya mwangaza kwa ajili ya kuwafunika hao na kuonesha mara wamekaa wako nuruni. Haleluya. Kwa usiku kwa nguzo ya moto wanaona mwanga mkubwa, haoni giza. Hawa jamaa Mungu aliwapenda hawa jamaa wa kamanda. Kwa usiku hao hamna cha kuwasha kibatari. Yaani nuru kabisa ya ajabu. Mchana wingu inakuwa nguzo ya wingu kamili, wingu jeupe. Usiku inakuwa nguzo ya moto, kwa moto mkali unapiga namna hii, moto ambao unamulika eneo zima lile lote. Huyo Mungu. Sasa kwa leo na wewe uko hivyo. Yesu ni nuru yetu. Yeye anasema na watangulia kondoo zangu mbele, siwaachi nyuma. Alafu kule nyuma yako anaweka mlinzi, malaika ambaye wale maadui zako anawaambia stop, msimguse huyu, msivuke hapa. Kwa wavuki hapo. Wakati ule wale Wayahudi, maandiko yanasema ya kwamba Mungu alipokuwa kule nyuma yao ameweka ule nguzo ya moto ya malaika, kwamba aliondoa magurudumu kwa wale wa Misri. Anasema akaweka uzito juu yao kwamba hawa hawakaribii hawa. Si ndio inaandikwa? Hawa wasikaribie hawa. Wakawa wanacheleweshwa wale maadui. Wao waliamini na wafukuza Wayahudi, lakini Mungu alitaka wasindikize Wayahudi. Hata yale majini yanakuja juu yako, mapepo yanakufuata maishani mwako, yale mamizimu yanakufuata, ngoja nikuambie, wanakusindikiza. Kwa sababu gani? Hawatakupata. Haleluya. Wanakusindikiza, hawatakupata. Ukisoma Kolosai sura ya 1:13 inasema hivi, naye alituokoa katika nguvu za giza. Ngoja asome. Soma dogo. Kolosai 1:13. Nitazungumza kitu nimalize hapo tu kwa kuomba. 1:13 wa Kolosai. Naye alituokoa katika nguvu za giza. Unasikia Katika nguvu za nini? Za giza. Akatuhamisha na kutuingiza ufalme wa mwana wa pendo lake. Unasikia? Huyo ni Mungu huyo anazungumzwa hapa. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye ni Yesu. Kwa wao uliookolewa, picha yako ni hii leo. Haya tunayofundisha, beba ukose watu gani waliyefanya mambo gani, yasikuchanganye. Lako la kujua ni hili, kwamba Yesu sasa alitukomboa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza ndani ya ufalme wake yeye. Kwa mantiki hiyo, wewe umekombolewa sasa. Shalom, shalom. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Wana wa Mungu aliye hai. Mbele yako ni Apostle Medad Ayubu Isa wa kanisa naitwa Ebenezer Church Supreme, madhabahu ya Mungu moto ulao, mahali pa makimbilio. Kwa hiyo nakushukuru Mungu kwa ajili yako, na kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, ni mtu uliye na haki ya Mungu. Wewe ni mtu wa thamani sana. Mungu anakupenda, Mungu anakujali. Ndio maana umepata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu na kutazama na kuelewa, kwa sababu neno la Mungu na mambo mengi. Mungu aliweka kwamba kuna watu tasikiliza, kuna watakao soma maandiko. Wote hao heri yao iko moja tu, heri kutii maagizo ya Mungu. Lakini kila mtu atakayesikia
na atakayesoma maneno ya kitabu cha unabii ambayo ni Biblia. Kwa hiyo la msingi ni kuyafuatilia. Kwa hiyo una heri unaisikiliza mahali pale, na Bwana Mungu akubariki sana katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Sasa mimi napatikana kwa sasa Chanika Magenge, ambako kanisa ndio mahali lilipo, jiji la Dar es Salaam, katika manispaa ya Ilala hapa Tanzania. Kwa hiyo nakukaribisha sana. Nipende tu kusema somo langu ambalo nimeendelea nalo wiki hii, nazungumzia habari ya zile wabeba koo. Yani kuna zile koo, kila mtu anazo koo zake. Yani koo maana yake ukoo. Wale wabeba ukoo mara nyingi wana vitu vingi walifanyia kazi, na wengi wao mnafahamu walifanyia mambo ya uchawi na mambo ya uganga, wakasimika vitu hivyo kwenye familia zao. Kwa hiyo maana unaona leo hii kuna watu wengi wanateseka sana. Sio kwamba wao wanaamua kuteseka, hapana. Kuna wale waliosimamia zile koo walipanda vitu vibaya na vya ajabu sana. Nisikize kwa kifupi tu, utaelewa ninachokisema. Utaona kuna watu katika familia zao wanateseka na ugonjwa wa kisukari tu, hawana nyingine, ni kisukari kinawamaliza. Kuna wengine utasikia ni pressure ya kushuka, wengine ya kupanda, wengine ni kifafa, wengine namna mbalimbali. Kwa hiyo kila mtu na namna zao. Wengine ni umasikini, yani ile familia hakuna mtu anaweza kuvuka kiwango fulani cha uwezo wa kiuchumi, kwa sababu ya ile ngome iliyowekwa ya wale wabeba ukoo, watu waliotangulia. Wale kuna kitu waliingia maagano na mashetani au miungu migeni. Ndio sababu ya ile miungu migeni kuwatesa hao waliokuja nyuma yake. Kumbukeni neno la Mungu linasema ya kwamba laana ipatilizwa kizazi cha 3 mpaka cha 4. Maana yake kizazi cha 4 ndio inaisha yenyewe automatically. Lakini kwa sababu kuna mtu alianzisha. Lakini kwa njia ya Yesu Kristo huwa ile laana inakuja kukomeshwa unapompokea Yesu Kristo tu kama mwokozi wa maisha yako. Lakini ukiwa na ufahamu, laana ile inavunjika mara moja, kwa sababu Yesu alipokuja alifanya mambo kadhaa. Jambo la kwanza, alitununua kwa damu yake kutoka kwenye utumwa. Ufunuo 5:9 ukisoma utaona. Akanunua watu katika lugha, jamaa, kabila na taifa. Maana yake huko kuna ngome za misingi ya kimadhabahu ya wabeba ukoo. Ndio maana akatununua kutoka huko kwenye familia, kabila, lugha, jamaa na taifa. Hiyo la kwanza. Lakini 2, kuna msamaha wa dhambi ambao huo anaufanya Yesu pale tu unapokiri na kutubu, dhambi zako zinasamehewa. Kumbuka kuna kuondolewa laana, kumbuka kuna kusamehewa dhambi, kumbuka kuna dhambi na laana na makosa. Makosa unapofanya mara kwa mara huzalisha dhambi. Lakini laana inaletwaje? Laana inaletwa na mambo ya kufuru. Mfano, kufanya ngono ya watu wa jinsia moja inaitwa laana. Wanawake kisagana wao kwa wao ni laana. Wanaume wakifanya huo ushoga au homosexual, ambayo inatoka kwa Kiingereza hivyo, hiyo nayo ni laana. Ndio maana Mungu kwenye Biblia alisema kitabu cha Ufunuo cha Kumbukumbu na kitabu cha Hesabu kwamba wale watu wauawe kwa mawe na damu yao iwe juu yao wenyewe. Kwa nini? Sababu anasema mtaepusha laana kwenye vizazi vyenu. Unaona dhambi ya laana ni ushoga pia, usagaji pia, kuwakia na tamaa wanawake. Hiyo nayo ni dhambi ya laana. Kwa nini laana? Laana inapatiliza kizazi kwa kizazi, kizazi kwa kizazi. Kumbuka mtu mbeba ukoo au mtu anayebeba familia wa kwanza, miaka ya kuishi huwa ni 100 mpaka 120. Hiyo ndio maximum miaka kuishi mtu wa ukoo wa kwanza. Kwa wa pili pia 100 mpaka 120. Hivyo hivyo watatu 100 mpaka 120, na wa 4 ndio kizazi kinaishia hapo cha kwanza kinafutika. Kwa kizazi kifupi kinaenda miaka 400. Ikiwa na 20 na 30 ni bonus, lakini miaka 400 net kinafutika kizazi kimoja. Sasa unaona kwamba laana inatembea umbali mrefu. Kwa nini? Maana yake kwamba kuna baba, kuna mwana, kuna mjukuu na kitukuu. Wote yao laana yule mtu aliyeanzisha inawasomba wote. Ni mambo mabaya sana na magumu. Nje ya Yesu Kristo huwezi pata haya. Nje ya Yesu Kristo huwezi kuombolewa hapo. Nje ya Yesu Kristo huwezi kutoka hapo. Kwa nini? Yesu yeye alimwaga damu, na kila sadaka ya damu huondoa makosa, huondoa laana, huondoa dhambi. Ndio maana dini zote hazina damu
inayoleta fidia kwa dhambi, kwa laana na makosa. Ila Yesu Kristo alifanya hilo na aliweza hilo, kwa sababu damu yake ni damu takatifu sana, damu isiyo na hila, ni damu isiyo na mawaa, ni damu ya thamani mno, ni damu ya Mungu mwenyewe aliyoachilia kwa ajili ya kukomboa wanadamu chini ya laana na dhambi na makosa. Sasa watu ambao wanataka kukombolewa ni watu wote duniani. Na mtu anayekombola mtu gani? Mtu anayeelewa, anayejua, mtu anayejifunza akasikiliza ama akasoma maandiko ndio atakayekombolewa, kwa sababu maandiko yanasema wazi tu, ukifahamu kweli au mtaifahamu kweli na hiyo kweli itawaweka huru. Kweli neno la Mungu, neno la Mungu ndio kweli ambalo linafanya watu kutakasa na kuwafungua. 17 Yohana 17 mstari anasema hivyo Yesu, watakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Neno la Mungu linatakasa, ni kweli. Kwa hiyo huyo mtu anayekubali kweli ya Mungu ndiye atakayefunguliwa. Kuna mtu mwingine unaweza kuhubiri kama hivi akasema hapana, ni uongo, hakuna hicho. Huyo mtu kufunguliwa hawezi. Kumbuka, unapokubali wewe kupokea, ndio utafungua kuanzia wewe na kizazi chako. Yaani zile laana za wapatilizo kutoka kwa baba zenu, mababu huko nyuma, hazitakupata wewe na kizazi chako. Kwa hiyo tunapookoka na kujitoa hapo, kuanzia sisi tunakuwa salama. Laana ya vizazi inakuwa itembee na sisi tena. Haleluya. Kwa hiyo hivyo ndivyo ilivyo. Ndipo kuna watu wengi sana wana uchawi. Unaona kama uchawi ulivyo au uganga, unaenda kwa kupokezana. Mganga akifa anaacha mkoba, anachukua mtu mwingine, na achukui kwa kutaka. Ile mizimu inamchagua. Fuatilia mambo mtaje kuona. Inamchagua. Yaani mtu atakama uliko Marekani, ulikuwa wapi, utaona unaacha kazi Marekani, unarudi Tanzania, uende kwa mganga. Kwa nini? Miungu imekuchagua. Hivyo ndivyo ilivyo hata kwenye magonjwa. Laana patilizo ya magonjwa. Kuna watu na magonjwa ya patilizo. Wengine walilogwa huko mbele, alilogwa babu yao. Kwa hiyo inaenda kipapike kizazi chao chote. Kuna watu wanaloga vibaya sana. Kuna watu wanajua kuloga, asidangaje mtu. Mtu analoga kizazi cha mtu hata chote. Hiyo ni ya kuloga sasa. Alafu na ile mtu kuingia mwenyewe kufanya. Mwingine aliua, babu yako aliua mtu. Ile haiachi. Na mtu mwingine huko atakuja kuua na kuua. Na ina visasi viwili, cha kuua na kuja kuuawa. Hata kama aliwahi kuua na akafa bila kuuawa, kuna mtu atakuja kuuawa na yeye kwenye ukoo wake siku za mbele. Kwa sababu gani? Kisasi cha damu ulipo kwa damu. Kwa hiyo yote hayo hufanyika kwa makusudi ili watu wamjue Mungu wao. Na Yesu alikuja kutuokoa kwenye laana hizo na mambo mabaya, mapatilizo kama hayo. Kwa hiyo mimi ninapokualika uje kanisani, ninapokualika mafundisho yasikilize kwa makini, na maana kubwa, sababu mimi Yesu aliponifunulia mambo mengi na kunipatia haya, mimi siyasemi kwa shauri langu mwenyewe. Yaani siwezi kusema na yabuni na yatoa wapi, hapana. Itakuwa ni mnafiki. Hakuna mtu amenifundisha hii habari ninayozungumza. Najifunza kwa neno la Mungu, na Roho wa Mungu unipa maelekezo na kunipa ufunuo na ufahamu ili kuelewesha wengine. Sababu niambie wazi niwatakase watu kwa neno lake ndio kweli, kwamba nisiogope, nisiache kusema haya maneno. Kwa sababu yanatoa watu na kufungua mioyo ya watu wengi ili mioyo yao iweze kuwa wazi. Hivyo ndivyo alivyonipa maelekezo. Kwa hiyo ukitaka somo hili kwa makini, njoo kanisani Jumapili. Nitakufundisha maeneo yaliyosalia yote. Kwa sababu kuna vizazi. Unaona tangu kwa Yakobo kule, kuna kitu alifanya Yakobo. Akaja Musa naye akasawazisha mambo mengine ambayo Yakobo hakuyafanya. Musa akaja kayafanya. Kutoka hapo kuja kwa Yesu Kristo. Yesu akafanya jambo moja kubwa sana, ambalo nitayaonyesha tu yote matatu. Hapo kuna Yakobo, Musa, Yesu Kristo. Alipokuja kukifanya, Yesu aliclear kila kitu kwa Yakobo na kwa Musa. Kisha akaongeza na ziada ya mataifa mengine ambayo ni sisi nje ya Israeli. Lakini Yesu alifanya jambo moja kubwa sana. Jumapili nitalionyesha hilo jambo. Kaa makini, tarekodi pia kwa ajili ya wewe unasikiza kwenye mitandao na kwenye TV ili upate kitu. Lakini ni heri pia ukafika ukapata vingi zaidi. Yote yanawezekana. Lakini wewe ambaye uko pale, ili kusudi usibaki kwenye laana ya vizazi, usibaki kwenye laana za ukoo. Kwanza mpokee Bwana Yesu Kristo. Hiyo ni jambo la kwanza. Lakini mbili, lazima upate maombi rasmi ya kujipatanisha na Yesu Kristo, na maombi haya yatakufanya kuingia katika nguvu za Mungu
kuanza kutumika katika uaminifu na uelewa, kwa sababu bila kufundishwa hutaelewa kitu. Unaweza sema tu Bwana Yesu futa huko, andika huku, ukaishia ukaachwa hapo, uone wokovu kiendelea. Kwa sababu gani? Haujapata mafundisho ya kina kujua wewe ni nani. Sasa unapookoka tu unakuwa Mkristo, lakini lazima ujifunze huo Ukristo kwa ndani sana, ili uwe na nguvu ambazo Yesu alizisema, na uweze kujua wewe ni nani sasa, kwamba wewe sasa hivi unakuwa ni mtu mwenye mamlaka dhidi ya pepo wachafu, dhidi ya majini, dhidi ya uganga, dhidi ya wachawi, dhidi ya kila namna ya takataka na mizimu zote. Ujue wewe uko na nguvu kuliko wao. Hivyo ndivyo ilivyo, na Bwana Mungu aliye hai atakuonekania kabisa. Na kushukuru wewe kwa sababu ya muda wako na watu wengine wote wa kila sehemu. Na Mungu moto ulao, na Mungu wa Israeli, Mungu wetu aliye hai atakutetea na kukubariki. Nataka niombe pamoja na wewe uliokaa pale. Kama hujampa Yesu maisha kama mwokozi wako, fuata maombi haya nyuma yangu, na baada ya hapo taombea mtu ambaye ni mgonjwa na shida yote ya ugonjwa. Nasema hivi: na huku ndiko kushindako ulimwengu. Hiyo imani yetu. Naomba imani yako iweke hapa kwenye maombi. Ugonjwa wowote nitapoomba itatoweka. Amini tu itatoweka. Amini itatoweka. Na muamini Mungu niliye naye. Na muamini Yesu Kristo alinitokea. Na muamini Yesu alinileta. Utaona hicho kitu kikitoweka, utaona muujiza wako kitendeka, chochote ulichokihitaji utaona kitendeka. Basi tuanze na mtu ambaye anasema niko tayari kuokoka. Fuata maneno haya nyuma yangu. Sema: Yesu Kristo, wewe ni mwokozi wangu. Nisamehe dhambi zangu. Ninajua wewe unaokoa watu. Ninajua damu yako inatakasa. Yesu, nisamehe. Una huruma kubwa sana. Umenihurumia mimi. Umeniacha nisikie injili ili niokolewe. Nakuja kwako leo. Naomba uniandike kitabuni kwako. Naomba pia unifanye kuwa mwanao. Niko tayari kukutumikia Yesu tangu siku ya leo. Asante Yesu kwa kuniokoa. Sema amen. Tani kuombee kwanza, afu taombea na wagonjwa moja kwa moja. Mungu Mwenyezi, Mungu mfalme wa amani, Baba mwenye enzi na mamlaka na ukuu na utukufu, asante kwa ajili ya mtoto huyu, mtoto wako mpendwa. Amekaa kwenye kochi pale, ampiga magoti pale, amenyosha mikono juu akiomba ukutane na maisha yake. Baba, naomba umuonekanie, ukamshindie kila vita za kila namna, maana ameanza rasmi kambi yako kuingia leo, na vita kwake itaanza rasmi leo. Yesu, mtetee mtoto huyu. Yesu, mvushe kwenye mambo magumu, mwezeshe kutoka sehemu mbaya na batili, aweze kuwa salama. Nakemea roho za giza, nakemea uchawi kwa nyumba hii, nakemea uganga kwa nyumba hii, nafukuza mashetani kwenye mji huu, nafukuza uganga kwenye mji huu, naondoa uchawi kwenye mwili wa mtu huyu, naondoa nguvu za giza kwenye mwili wa mtu huyu. Magonjwa ya kurithi tumeyakatilia mbali. Damu ya Yesu imeondoa magonjwa haya. Damu ya Yesu inaondoa upatilizo wote wa majinamizi, wa uchawi, majini ya mahaba, inayakatilia mbali tangu kizazi cha leo hii cha 3 na cha 4, katika jina la Yesu ali hai. Damu ya Yesu imewanunua hawa. Enyi shetani, enyi mapepo, enyi majini, achia mtu huyu, achia ndugu huyu. Nasema kuanzia leo kisukari kimekoma, TB imekoma, HIV imekoma, uganga umekoma, uchawi umekoma, majini yamekoma, na kila namna ya umaskini umekoma, kufinywa chini umekoma, na kila namna ya laana imekoma kwa sababu ya damu hii takatifu ya Yesu Kristo. Na tangu sasa mtu huyu ameokolewa, ametakasika. Malaika wa Bwana na kuandama, malaika wa Bwana na kushindia. Kuanzia leo hutaota ndoto chafu tena, hautaona majini tena, hautaona uchawi tena kwako. Nyumba hii haitachezewa tena na mapepo wala waganga wala wachawi. Kuanzia leo nguvu za Mungu zinalinda nyumba yako, na Mungu aliye hai anakuponya. Pokea uponyaji wa tumbo, pokea uponyaji wa mgongo, pokea uponyaji wa miguu, pokea uponyaji wa kichwa, pokea uponyaji wa kwenye damu, pokea uponyaji wa mwili na nafsi na roho. Pokea uzima na ushindi, kibali kwenye biashara yako, kibali kwenye kazi yako, kibali kwenye kila eneo, kibali kwenye ofisi yako, na Mungu aliye hai akutokezee, umtukuze yeye
Sifa na heshima na shukrani na utukufu ni kwa Mungu wetu ali hai, katika jina la Yesu Kristo ali hai. Na kushukuru Mungu kwa uaminifu wako. Amen. Kama umefuata sala hiyo na maombi hayo nimekuombea, Bwana amekuonekania, nimesema muujiza wako tayari ushatendeka. Hapo ulipo umefunguliwa, nenda kamuone Bwana na kumtukuza Bwana. Namba za simu ziko chini pale kwenye skrini yako, utaona hapo. Sadaka yako utaweka hapo kama unayo, lakini ni hiari ya moyo wako ili kuambatana na Roho Mtakatifu. Lakini pia kwa ajili ya mawasiliano, maswali au unataka kuuliza chochote kile, Bwana atakuonekania. Na Mungu akubariki sana. Shalom, shalom, au revoir.